maendeleo ya bara letu la Afrika. Tout en vous exhortant de préserver les acquis démocratiques qui font de la République unie de Tanzanie un modèle de fierté pour tout le continent, pamoja na kuhimiza kudumisha na kuimarisha msimamo wa kidemokrasia unaofanya Tanzania kuwa ni nchi ya kuigwa kwenye bara letu la Afrika. Je ne saurais clore mon propos sans pour autant souhaiter tous mes vœux de succès et de réussite à votre Excellence, Madame Samia Suluhu Hassan. Nisingependa kumaliza kuhitimisha bila kumtakia mafanikio makubwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan. Dans l'exercice de vos nouvelles fonctions et vous assurer du soutien de l'Union africaine et de mon pays, la République démocratique du Congo, tout au long de votre mandature. Nikikutakia mafanikio makubwa kwenye nafasi yako hii mpya na kukuhakikishia sapoti kutoka Umoja wa Afrika na nchi yangu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pole sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Poleni sana ndugu zangu wote raia wa Tanzania. Tuko pamoja nanyi. Repose en paix, cher frère, Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Je vous remercie. Roho ya ndugu yangu hayati Dr. John Pombe Magufuli ipumzike kwa amani na ninawashukuru. Asante sana Mheshimiwa Rais Tshisekedi Tshilombo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kwa salamu zako. Sasa kwa heshima nimkaribishe Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais, karibu. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, viongozi wenzangu, Mama Janet Magufuli, watoto wako na familia nzima ya marehemu hayati John Pombe Joseph Magufuli, waombolezaji wenzangu, ya kwanza ningependa kuchukua fursa hii tena kulete rambirambi na pole za serikali na wananchi wa Jamhuri ya Kenya pamoja na zangu binafsi kwako wewe mama wetu Janet Magufuli, na kupitia kwako Mheshimiwa Rais, kwa serikali na wananchi wote wa Tanzania. Ningependa hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki kulete pia pole za viongozi wenzangu na wananchi wote wa Afrika Mashariki kwenu nyinyi nyote wakati huu mgumu wa majonzi
tukiwa sisi zote twaomboleza kumpoteza viongozi wenzangu, Mama Janet Magufuli, watoto wako na familia nzima ya marehemu hayati John Pombe Joseph Magufuli, waombolezaji wenzangu, ya kwanza ningependa kuchukua fursa hii
tena kulete rambirambi na pole za serikali na wananchi wa Jamhuri ya Kenya pamoja na zangu binafsi kwako wewe mama wetu Janet Magufuli, na kupitia kwako Mheshimiwa Rais, kwa serikali na wananchi wote wa Tanzania. Ningependa hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki kulete pia pole za viongozi wenzangu na wananchi wote wa Afrika Mashariki kwenu nyinyi nyote wakati huu mgumu wa majonzi, tukiwa sisi zote twaomboleza kumpoteza rafiki yetu, ndugu yetu, mchapakazi, Mheshimiwa John Pombe Magufuli, rais ambaye ameheshimika sio tu hapa Tanzania, lakini kwa Afrika Mashariki yote, kwa Afrika yote na kwa dunia yote. Kwa muda wa miaka michache ameonyesha ya kwamba sisi kama Waafrika tuko na uwezo wa kujitoa katika dependence ya watu na nchi za nje, na tuko na uwezo kama Waafrika kusimamia uchumi wetu na kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wametendewa haki. Kwa muda mfupi tumeona kazi ya mabarabara, tumeona kazi ya stima, tumeona kazi ya ujenzi wa airport na mambo mengine mengi ambaye itakuwa ya manufaa kwa Watanzania, na pia ambaye itatusaidia sisi wote wana East Africa kuongeza na kuzidi kufanya biashara pamoja, na kutulete sisi wote tuwe kitu kimoja na wananchi wa Afrika Mashariki ambao wana uwezo wa kujisimamia na kuendelesha mambo yao kulingana na haki ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Niko hapa pia kumuomboleza rafiki ambaye alikuwa rafiki wa karibu, rafiki ambaye alikuwa ni mtu tulikuwa tunaongea mara kwa mara, mchana, jioni, tukibadilishana mawazo kuhusu nchi zetu mbili, kuhusu jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kwangu mimi ni pigo, kwa sababu alikuwa mtu wa heshima. Na ndipo najua Watanzania, na ndipo tukasema sisi kama Wakenya na mimi kwanza binafsi, ya kwamba iwe liwalo, mimi lazima nije tuungane pamoja nanyi kumsindikisha ndugu yetu. Na nataka kuhakikishia ya kwamba tutaendelea kufanya kazi pamoja, tutaendelea kushirikiana, tutaendelea kuhakikisha ya kwamba tumelete jumuiya yetu ya Afrika Mashariki pamoja na kontinenti letu la Afrika pamoja. Na sina shaka nikisema hapa siku ya leo ya kwamba dadangu Samia na sasa rais mwenzangu, barabara
umeoneshwa, barabara imefunguliwa, mwito Poleni, wacha niendelee kwa kusema ya kwamba kwa dadangu Samia na sasa rais mwenzangu, barabara umeoneshwa na ndugu yetu Rais Magufuli. Mwito unao, hapa ni kazi tu. Wananchi wa Tanzania wako nyuma yako. Yetu ni kuwaomba muendelee na umoja ambao mmekuwa nao, mushirikiane, mumuunge rais wenu mkono ndio aweze kuendelesha kazi ambayo imebaki, na Tanzania na sisi wote tuweze kujivunia na kufurahia kazi ambayo imeanzishwa na mwenzetu. Dadangu, najua wakati huu ni mgumu sana kwako, kwa sababu umechukua usukani wakati mgumu na wakati ya majonzi. Lakini mimi neno pekee ningependa nikuachie siku ya leo ni ile neno Mungu alipatia Joshua wakati Musa aliaga, na Joshua akakuwa anajiuliza kama na uwezo wa kuendelea ama kujaza viatu vya Musa. Naye Mwenyezi Mungu akamwambia, uwe hodari, uwe na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhike, kwa kuwa Mungu
yu pamoja nawe kila uendapo. Kwa Watanzania wote tena, pokeeni pole za wenzenu wa Afrika Mashariki na Kenya. Tuwasema Mungu aibariki nchi ya Tanzania na wananchi wote wa Tanzania. Mungu aibariki Afrika Mashariki. Mungu aibariki Afrika. Na kwa mwenzetu tuwasema raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Mungu na wabariki na walinde. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa maneno yako ya faraja na matumaini makubwa kwa Watanzania. Sasa ninayo heshima ya kumkaribisha Mheshimiwa Filipe Jacinto Nyusi, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Mheshimiwa Rais Nyusi, karibu sana. Mheshimiwa Rais, ndugu familia ya Magufuli, mabibi na mabwana, kama alivyosema waziri mkuu au waziri wa mambo ya nchi za nje kwenye mkutano wetu wa SADC, hayati Magufuli alitangaza kwamba Kiswahili ni lugha ya SADC. Kwa hiyo naomba msamehe kwa makosa, kwa shauri leo itabidi niseme Kiswahili. Imenyamaza ghafla na milele sauti ya mume, baba, kaka John Pombe Joseph Magufuli. Imenyamaza sauti ya mtawala aliyefuata nyayo za watangulizi wake katika kutetea maslahi bora na makuu ya raia wa Tanzania. Hatua zake na kuhusika kwake kama kiongozi zimefanya John Magufuli kuwa moja ya sehemu isiyoweza kutenganishiwa na historia ya hivi karibuni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kusini mwa Afrika, Afrika ya Mashariki na bara zima la Afrika. Watanzania, je, kweli tuweza kukubali kwamba eneo letu la kusini mwa Afrika limepoteza mmoja wa wanawe mashuhuri? Je, kweli tuweza kuamini kwamba leo wananchi wa Tanzania wamempoteza raia mwaminifu, Mtanzania mfanyaji kazi na mwenye imani za pekee ambazo zimekuza taifa hili la Tanzania na bara lote la Afrika? Je, tunawezaje kumwaga mtu aliyeongoza SADC kwa kujitolea na aliyekuwa na tamaa ya kuiona kanda yetu ya kusini ikiwa uhuru kutoka kwa utegemezi wa kiuchumi? Ni dhahiri
mafanikio ya mtoto huyu kutoka Tanzania na Afrika. Utulivu wa kisiasa wenye sifa nzuri na za wazi, ustawi wa kijamii na kiuchumi wa Tanzania, miundombinu ya msingi kwa ajili ya kuboresha hali ya maisha ya Watanzania, viwango vya juu vya ufanisi na utendaji bora vya serikali, yote haya ni matunda yaliyopatikana chini ya uongozi wa Rais Magufuli. Leo hatukubali kama vile ambapo hatukukubali miaka 22 iliyopita tulipopokea habari za kutuacha Mwalimu Nyerere, mshauri wa uhakika wa ukombozi wa Afrika. Leo vile vile hatukubali kama tusivyokubali mwaka wa 2020 tulipopata habari za kupotea kimwili kwa fundi mkuu wa majadiliano na maelewano Daktari Benjamin Mkapa. Mabibi na mabwana, SADC ipo hapa kwenye hafla hii ya kuagana na inawakilishwa katika kiwango cha juu kabisa kama mlivyoona. Sote tumeamua kuja na kushiriki ili kutoa zaidi ya heshima ya kawaida kwa huyu mfuasi wa maadili ya Mwalimu Nyerere. Safari yake ya kisiasa ya Daktari John Joseph Pombe Magufuli ilifanya kuchaguliwa kwake kama mgombea wa CCM kwenye uchaguzi wa rais uwe kama tukio ya kawaida ya sababu ya haiba na kazi zake. Kuaminika kwake na wananchi wa Tanzania kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka 2015 na wa 2020 ni ushahidi mkubwa wa tabia na hisia zake za pekee, umaarufu na uwezo wake wa kushikamanisha watu kwa ajili ya uadilifu wake. Waheshimiwa ndugu marais wenzangu, naomba fursa niwaambie wanavyojihisi raia wote wa Msumbiji. Sisi sote tunawashukuru sana kwa mshikamano wa ndugu zetu wa Tanzania. Wananchi wa Msumbiji wanajua jukumu la Watanzania la kuunga mkono mapambano yao ya uhuru. Tanzania ilikuwa muhimu katika kuundwa kwa chama ukombozi wa Msumbiji mwaka 1962. Kwa miaka mingi Tanzania ilikabidhi eneo lake ili litumike kama kinga na ulinzi nyuma maalumu na salamu na sisi wana Msumbiji katika mapambano yetu. Wale waliozaliwa baadaye, huu mshikamano wa Tanzania ilikuwa na bei yake. Tanzania ilihadhibiwa sana na daima na vikosi vya wakoloni. Hata hivyo, ilibaki thabiti katika kuunga mkono kwa kutoa msaada katika safari yetu ya kugombea uhuru. Mahusiano ya urafiki, undugu, mshikamano na ushirikiano kati ya Jamhuri ya Msumbiji na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayakutokana na ujirani kijiografia pekee. Kinachotuunganisha ni uhusiano ulioundwa kwa muda mrefu kwa kihistoria. Uhusiano wa aina hiyo wa kirafiki ulikuwa vile vile unaundwa na nchi nyingine ndugu za eneo la kusini mwa Afrika. Familia yetu haitegemei tu mwelekeo wa kimkakati wa kisiasa na kiuchumi. Tuna historia pamoja, tunashirikishana na mizizi iliyooteshwa wakati wa mapambano na mateso. Leo kama jana
tunahifadhi na kuimarisha uhusiano wetu wa pande mbili kupitia mwingiliano wa kuhudumu katika ngazi ya serikali na katika kiwango cha watu wa nchi mbili. Kwa kweli ushirikiano wetu unapita zaidi ya mfumo wa mipaka yetu. Kama matokeo ya msimamo huu na pamoja, Tanzania na uongozi wake wa muda wote mfululizo katika mfumo wa kamati ya ukombozi ya OAU ya wakati huo imetekeleza majukumu muhimu katika bara la Afrika, haswa katika ukazaji umoja wa Afrika. Wakati tunajigamba kunakumbuka jukumu la Tanzania katika mapambano ya ukombozi wa watu wa kusini mwa Afrika nchini Msumbiji, Angola, Namibia, Zimbabwe na pia dhidi ya ubaguzi wa rangi nchini ya Afrika ya Kusini. Tanzania ilikuwa moja ya nchi zilizosaidia sana kukuza nchi za mstari wa mbele harakati ya kipekee za kukomboa kusini mwa Afrika ambazo zilizosababisha kuzaliwa kwa SADC yetu ya leo isiyoepukika. Rais Magufuli kama mwenyekiti wa SADC ilitumika wadhifa wake bila makosa na kwa uhodari. Alisimamia ukamilishaji ufafanuzi wa maono ya SADC 2020 na 2050, mpango mkakati na maendeleo ya kanda 2020 na 30 kama vyombo vya ukazaji wa maendeleo yetu wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Kuondoka kwa ghafla kwa ndugu yetu Rais Magufuli kumeacha pengo kubwa. Upendo wake, kuishi kwake kijamii, utoaji maoni yake kiukweli hadharani kuhusu tukio lolote lile, upendo wake kwa jirani ni alama ambazo haziwezi kufutika kamwe, na kwa heshima milele kutazitunza. Nakumbuka mara nyingi zaidi ndugu Magufuli alikuwa anapiga simu asubuhi saa 12, huku Tanzania ni saa 1, kwetu tulikuwa tunalala, lakini mara yasema amka ndugu yangu, amka ndugu yangu, kazi tu. Ninakumbuka tulivyokutana hivi karibuni nilipotembelea Chato kwao alikozaliwa, ambako pamoja na kwa urafiki na ustaarabu tulijadiliana kuhusu mambo ya usalama na utulivu kwenye kanda yetu ya kusini, haswa katika nchi zetu mbili, Msumbiji na Tanzania. Ndugu wapendwa, maisha ni zawadi ambayo huwa na maana ikiwa wakati wa muda tulionao wa kuishi tutafanya mambo ambayo yatatufanya tukumbukwe. Kumbukumbu hii itakuwa ni jinsi yetu ya kuendelea kuwa hai hata baada ya kuiacha dunia. Leo Daktari John Pombe Magufuli hayupo nasi tena kimwili, lakini bado anaendelea kuwepo kati yetu, kwa vile wakati alipokuwa hai yeye amependa kumbukumbu za safari aliyoshirikiana nayo na watu wengine. Wengine hao ni sisi wote. Nataka niseme na Magufuli. Ndugu Magufuli, mbele ya mwili wako sisi wenzio katika SADC hatutasita katika ulinzi wa heshima za raia wetu na katika mapambano